wa Umoja wa Makanisa ya Kitume na Kinabii nchini Tanzania. Walioko pembeni yangu na nyuma yangu ni viongozi waandamizi wa Umoja wa Makanisa ya Kitume na Kinabii kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania. Leo tunao waraka ambao tunausoma mwishoni mwa mwaka kama tamko letu la kitume na kinabii. Hii ni kwa maslahi ya nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu waandishi wa habari, awali ya yote ninamshukuru Mungu. Sisi viongozi wa Umoja wa Makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania tunamshukuru Mungu kwa baraka zake na kutupa nchi njema ya Tanzania. Pia tunamshukuru Mungu kwamba tangu tupate uhuru zaidi ya miaka 64 iliyopita na baadaye muungano wetu, taifa letu limeendelea kudumisha umoja, mshikamano wa kitaifa na amani, hali ambayo imeifanya Tanzania kuwa mfano wa kuigwa barani Afrika na dunia kwa ujumla. Vile vile tunawashukuru ninyi waandishi wa habari na vyombo vyenu vya habari kwa kazi nzuri na kubwa ambayo mmekuwa mkiifanya katika kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha umma wa Watanzania. Ndugu waandishi wa habari, kanisa na Watanzania kwa ujumla, tunao furaha kuwaeleza kuwa sisi Umoja wa Makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania tumeendelea kukua na kupanua huduma zetu mijini na vijijini. Leo Disemba 16, 2025, ninapozungumza nanyi hapa, tunamshukuru Mungu kuwa umoja huu umepanuka na sasa tuna muungano wa madhehebu ya Kikristo zaidi ya 200 nchini. Kupitia madhehebu hayo kote nchini tuna matawi zaidi ya 15,000 ambayo yanaongoza mamilioni ya waumini kutoka ndani na nje ya nchi. Huu ni ushindi mkubwa katika kujenga mwili wa Kristo. Hakika sifa na utukufu tunamrudishia Mungu. Katika kuhakikisha taasisi hii ya Umoja wa Makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania inakuwa imara kuanzia kiimani na maadili mema, Mungu ametupatia wazee wengi kuwa walezi wa chombo hiki. Kwa heshima kubwa naomba niwataje hawa wachache kwa niaba ya wengine. Mosi ni Mtume Mkuu Dr. Dastan Maboya. Pili ni Nabii Mkuu Dr. Joe Devi. Na tatu ni mzee wa upako Mchungaji Anthony Lusekero. Kwa hekima na uzalendo wao, kwa kiasi cha kuwa tayari kuifia nchi yetu kwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu awape maisha marefu na yenye heri sana hapa duniani. Ndugu waandishi wa habari, naomba kwa kifupi sana niwaeleze namna huduma za makanisa yetu zinavyofanya kazi. Makanisa yetu ya kitume na kinabii yana huduma ndani yake ambazo ni karama za Mungu, na kila moja amepewa ufunuo tofauti na wengine kama apendavyo Mungu mwenyewe aliye mwokoaji wa wote. Aidha, huduma hizi zimelenga kutatua matatizo ya watu bila ubaguzi wa kidini, itikadi yoyote ile. Hivyo
zimekuwa kimbilio la watu wa dini zote, wanasiasa na hata wasio na dini pia wamekuwa wakinufaika na huduma zetu hizi kwa namna moja ama nyingine, kiroho na kimwili. Ndugu wa Tanzania wenzetu, kutokana na aina hiyo ya wito wetu na utumishi wa Mungu kwa watu wote, tumeona tuna wajibu mkubwa wa kutimiza, hasa kipindi hiki ambacho umoja na mshikamano wetu wa kitaifa umejaribiwa kiasi cha kusababisha maumivu makubwa ambayo hayajawahi kushuhudiwa ndani ya mipaka ya nchi yetu njema ya Tanzania. Ndio maana leo Disemba 16, 2025 tumekusanyika hapa Morogoro kama viongozi waandamizi wa umoja wetu na madhehebu mbalimbali ya kidini kutoka kila mkoa, ili tuseme yafuatayo kwa ajili ya kuliponya na kulifariji taifa letu la Tanzania. Kwanza, tunatoa pole tena na tena kwa wote waliofiwa na kuumia wakati wa vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi Oktoba 29, 2025. Pia tunaipongeza serikali kwa jitihada ilizochukua kuhakikisha inatimiza wajibu wake wa kulinda raia na mali zao, na kwa moyo wa unyenyekevu sana tunawaomba sana na kuwasihi vijana wa taifa letu kutambua kuwa hii nchi ni urithi wao kutoka kwa Mungu, kwani waliokuwa mstari wa mbele wa hatari zaidi wakati wa kupigania uhuru wetu walikuwa ni vijana wakiongozwa na baba wa taifa Mwalimu Kambarage Nyerere na baadaye kule Zanzibar Mzee Abeid Amani Karume. Historia inatufundisha kuwa mafanikio hayo ya vijana yalitokana na ushirikiano usiotiliwa shaka kati yao na wazee. Baraka za wazee katika kufikia lengo ni njia nyofu isiyoweza kumpoteza mtu yeyote. Naomba msituchoke, niwape kisa kimoja katika Biblia. Kuna mtu anaitwa Mfalme Ahabu ambaye alitawala Israeli na alikuwa na mke anaitwa Yezebel. Wakati huo kuna mtu anaitwa Naboth ambaye alikuwa ana shamba lake bora sana kwa kilimo alilolirithi kwa wazazi wake. Ahabu alilitamani lile shamba, akamuomba Nabothi amuuzie. Nabothi alikataa kata kwa kuwa lilikuwa ni shamba lake la pekee la urithi. Ahabu baada ya kusikitika sana akajitokeza Yezebeli, akasema yeye atatumia hila ya kumfitinisha Naboth anayetunza shamba la urithi, atamfitinisha na wananchi au ndugu zake. Akawatafuta watu wasiofaa, akawatengeneza kuwa mashahidi wa uongo, wakamshuhudia Naboth kwamba amemtukana Mungu na mfalme. Kwa hiyo jamii ikamhukumu Naboth kifo, na baada ya kifo cha Naboth, shamba la Naboth lilitaifishwa, likachukuliwa na Yezebeli kuwa mali ya Ahabu. Ndugu zangu, kisa hiki kinatufundisha jambo kubwa sana sisi kama Watanzania na hasa vijana. Kipande hiki cha ardhi ya nchi yetu ya Tanzania na mipaka yake na kifananisha na shamba la urithi tuliorithi kutoka kwa Mungu mwenyewe, kwamba sisi tuwe Watanzania tuishi hapa. Na
Hatujasahau kwamba miaka zaidi ya 60 iliyopita wazee wetu vijana wa zamani niliowataja akiweko baba wa taifa waliwafukuza wageni waliokuwa wanaitawala nchi yetu. Wageni wale waliondoka si kwa hiari yao, bado wanatamani kurudi na kuendelea kupora mali na rasilimali za nchi yetu. Kwa hiyo wametumia mbinu ile ile ambayo aliwahi kutumia Yezebeli ya kukodi mashahidi wa uongo waifitinishe serikali na wananchi, kusudi wananchi waichukie serikali, waiasi serikali yao, nchi igawanyike, na katika mapambano na vurugu hizo wao wapate nafasi ya kuja kutimiza malengo yao maovu ya kutuibia rasilimali zetu kama Watanzania. Kwa nini tunasema hivi katika tamko letu? Tunasema hivi kwa sababu ya yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025. Tukitafakari, tumejipa muda wa kutafakari, ndio maana tumechelewa kwa hali ya kawaida tu kutoa tamko letu. Tumejiuliza, ni nani aliyeandaa maandamano yasiyo na kibali? Ni nani aliyehamasisha vijana waende wakaandamane? Tumegundua mambo mengi sana, lakini waliokuwa wanaendesha kampeni ni wanaharakati ambao sisi tumewafananisha kabisa na wachonganishi wenye roho ya Yezebeli. Hawakuandaa maandamano ya amani juu ya nchi yetu kwa sababu zifuatazo. Na tena naongea haya kwa uchungu sana, kwa sababu hata baadhi ya wahubiri wengine ni manabii, wanajiita kwa jina hilo, walitumika kuhamasisha na kuchochea maandamano haramu kwenye nchi yetu, kwa sababu watu walikuwa nje ya nchi wanatabiri itatokea vurugu, itatokea vurugu, halafu wanakwenda kupigania ile vurugu itokee ili unabii wao utimie. Hakuna Mtanzania ambaye hakuona kwamba baadhi ya wahubiri wenzetu walihamasisha. Kwanza walianza na unabii kwamba yatatokea, baadaye wakahamasisha yakatokea, na walidanganya watoto wetu na vijana wetu, waliwadanganya kuwa jeshi liko na nyinyi, liko tayari kufanya mapinduzi. Vijana walihamasika wakaenda. Walipoona kwamba jeshi halina mpango huo mbaya kwa nchi yetu, wakaanza kutoa amri kwa waumini na wafuasi wao na vijana wetu wasio na hatia kwamba fanyeni uhalifu, chomeni mali za watu. Unapomtuma kijana akachome nyumba, akachome sheri, maana yake unataka watu waliopo kwenye hiyo nyumba, watu waliopo kwenye hiyo ofisi awaue. Kwa hiyo waliamuru mauaji, vijana wafanye mauaji kwa kuchoma si tu mali, lakini na vilivyopo na watu waliomo kwenye hayo majengo. Tumetafakari, wapo watu walikufa. Je, kama mtu ana uwezo wa kuelekeza watu, nendeni mkachome nyumba fulani, mkachome mali fulani, mkachome ofisi fulani, bila kujali raia walioko humo na hasara itakayotokea, je, huyu mtu hawezi kupitia wafadhili wake, hawezi akapandikiza wauaji?
ndani ya hizo vurugu ili wawaue watu wetu na baadaye wasingizie kwamba serikali au vyombo vya dola vimefanya mauaji. Kwa hiyo sisi kama umoja wa makanisa ya kitume na kinabii tunatoa tamko la kulaani wahubiri na manabii ambao wanatabiri uasi, wanachochea uasi. Nabii kwa mujibu wa Biblia, ukitabiri hupaswi upiganie unabii uliotabiri. Biblia inasema wewe nenda kaseme kwamba watakusikiliza au hawatakusikiliza. Si kazi yako umetabiri vifo alafu unaenda kuua ili unabii wako utimie. Tunakemea vikali sana tabia hii iliyojengeka sasa kwenye mitandao ya kijamii, na tunakemea vikali sana wahubiri wanaochochea chuki kwenye nchi yetu. Tumepewa kazi ya kuongoza watu kwenda mbinguni, sio kuwaongoza watu kwenda Ikulu. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, tuna bahati sana kwamba tarehe 9 vijana wa Kitanzania walikataa kwenda kufanya vurugu kama zilizofanywa tarehe 29 mwezi wa 10. Tunawapongeza sana vijana. Tunawapongeza sana Watanzania kwamba mlikubali kukaa kutafakari tumefikaje hapa, na mkagundua kwamba tunapotea. Zipo njia nzuri kabisa tulizojiwekea kama Watanzania. Tuna utamaduni, tuna desturi na tuna mila zetu za kutatua changamoto tunazokutana nazo, na serikali wamewajibika. Sasa tumepewa wizara mpya kabisa ya vijana kwa lengo la kusikiliza matatizo ya vijana na kuyatatua kwa wakati. Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuchunguza changamoto hizi zilitokeaje na tunaweza tukazitatua vipi. Tujipe muda, tutumie sikukuu ya Krismasi kutafakari na kumwomba Mungu, kwa sababu tunaikumbuka siku ambayo mfalme wa amani Bwana wetu Yesu Kristo alizaliwa. Sasa tusikubali kuinajisi siku hii muhimu ya baraka ya kukumbuka na kusherekea kuzaliwa mfalme wa amani, alafu tukaitumia kuleta vurugu. Na tumetafakari sana pia jambo hili kwamba kama watu hawa wanaoratibu maandamano wana hofu ya Mungu, kwa nini waratibu maandamano siku ya ibada? Siku ambayo watu wanapaswa kumrudia Mungu, kumwomba Mungu, kumlilia Mungu kwa ajili ya nchi yao. Wao wanataka tusiabudu, watu wasiombe, lakini waende barabarani na wakafanye maandamano ambayo hayapo kwa mujibu wa sheria. Ndugu zangu wapendwa, tutakuwa ni wanafiki sana kama hatutasimama upande wa haki. Nchi hii ni yetu sote. Wanaotaka maandamano ni nchi yao, ambao hawataki kuandamana ni nchi yao. Leo kuna wazazi wamepoteza watoto kwa sababu ya mtu mmoja tu aliyesimama akawaaminisha vijana kwamba yeye ni mtu wa haki, yeye akakimbia, alafu akawatuma vijana wakafa. Hawajatutajia hata mtoto wao mmoja aliyekufa. Kwa nini uwe na roho mbaya kiasi hicho utumie watoto wenzako waende kwenye machafuko, alafu wewe familia yako umeificha, umeistili mahali fulani? Na hii nazungumza sana kwa wachungaji wenzangu wahubiri. Biblia inasema mchungaji mwema huitoa nafsi yake
afe kwa ajili ya kondoo. Mbona wewe unawatuma kondoo mbele ya simba, alafu wewe unajificha? Wewe ni mchungaji wa tumbo, na wanaokulipa wamelaaniwa, hawatapata nafasi ya kuharibu nchi yetu tena. Christmas kwa Wakristo wengi tunaamini kwamba ni siku muhimu, siku kubwa, siku ya heshima, siku ya watu kuongea na Mungu. Sasa tusiitumie kwa ajili ya kwenda barabarani. Na naomba viongozi wenzangu wa dini, wa taasisi kubwa mbalimbali na ndogo, kila mtu alisemee jambo hili. Tunataka tumalize mwaka huu kwa amani, na tujenge utamaduni wa kuzungumza na kutatua changamoto tulizo nazo bila kuvuruga nchi yetu. Huu ndio urithi na ndio tunu Mungu aliyotupatia wa Tanzania. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana viongozi wenzangu wa kiroho wa madhehebu mbalimbali ambao mko na mimi hapa leo, kwamba angalau tumefikisha ujumbe kuwaomba Watanzania wasiwakubalie watu wanaochochea vurugu, na sisi tukubali kuwa wachochezi wa amani. Tuichochee amani mchana, tuichochee usiku. Na tukemee kabisa hivi vitu vilivyoanza kuibuka sasa vya ubaguzi wa kidini. Hawa wanasema sisi wa dini hii, wale wa dini ile, wale wako hivi. Na wakati mwingine nimesikia watu wanasema dini yetu ilipigania uhuru. Nataka niwaambieni, Mwalimu Nyerere alipokuwa anapigania uhuru na wale watu wa dini mbalimbali, wale watu walipigania uhuru kama Watanzania, kama Watanganyika, kama Wazanzibari, sio watu wa dini. Kwa sababu ukianza kufikiria hivyo vitu, kila mtu akatafuta haki yake, hapo tutagawana fito. Leo mimi siongei haya kwa sababu mimi ni Mkristo, naongea haya kama Mtanzania ambaye wote kabisa tumeumizwa na yale yaliyotokea. Wapo yatima leo hawajui baba hao walienda wapi, kwa sababu ya watu kuendekeza ubaguzi. Tunaiombea nchi yetu na tunatoa rai kwa serikali yetu, haya mambo iliyoyaanzisha ya maliziano ya taifa kukaa pamoja yaendeleze pasina hofu. Mheshimiwa Rais alishasema amenyosha mkono na haurudishi tena mpaka maliziano yatakapopatikana. Lakini kuna watu wanaokataa maliziano, na Biblia inasema nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa, hawatakubali suluhu. Tunawaombea mioyo yao ikutane na Mungu, waliangalie taifa letu la leo na kesho, ili nchi yetu irudi tena katika hali iliyozoeleka na inayotumainiwa na kila Mtanzania. Mungu ibariki Tanzania. Amen.